Kati ya vitu ambavyo nilikuwa sifanyi kabisa ni kuomba msamaha. Sijajua hii nilijifunza wapi, lakini nilikuwa mgumu sana kuomba msamaha. Nilikuwa naamini kwamba kuomba msamaha ni kujishusha viwango. Kuomba msamaha hauonekani kama wewe ni mwanaume. Mwanaume alafu unaenda kulialia unaomba msamaha. Nilikuwa naona ni moja ya kitu ambacho sitakiwi kukifanya kama mwanaume. Kwa hiyo hata nilipokuwa kwenye mahusiano na watu mbalimbali, nilikuwa nafanya hivyo. Kama ikitokea mtu amenikosea, basi kimya kimya hivyo hivyo. Kama hajaja kuniomba msamaha, sitamuomba msamaha. Ilikuwa ni itikadi yangu. Sasa je, ni wangapi wana itikadi kama ya kwangu? Bila shaka tunao wengi, vijana wengi sana wenye itikadi kama hii. Akitokea amefanya kosa kwenye mahusiano, hawezi akaomba msamaha, kwa sababu anaona kuomba msamaha mbele ya either mwanamke, mbele ya mwenzi wake, mbele ya mke, anaona ni kama vile ameshusha superiority yake, ni kama ameondoa wanaume wake. Anakuwa naamini kwamba mwanaume wa kweli haombi msamaha. Kitu ambacho nimejifunza, na namshukuru sana Mungu kwa sababu nimewahi kukijua mapema sana, nimekuja kugundua kwamba watu wanaoomba msamaha ndani ya mahusiano ni watu wenye nguvu. They are great peoples. Ni wanaume halisi na wa kweli. Ni wale ambao wana power ndani ya mahusiano yao. Ndio watu ambao wako tayari wakati wote kukiri makosa yao pale wanapokosea na kuomba msamaha kutoka kwa wenzi wao. Na good enough, watu wa aina hii wana uwezo wa kuomba msamaha very sincerely kutoka moyoni na wakasamehewa. Na kwa bahati nzuri huwa wanasamehewa. Mara baada ya kujua jambo kama hili kwamba great people always apologize. They always ask for forgiveness. Na mimi, kwa sababu nilihitaji kuwa great person kama ilivyo hitaji la mtu, kila mtu kuwa mtu mkuu na mwenye nguvu, basi nikajifunza jinsi ya kuomba msamaha. Mpaka leo ndani ya mahusiano yangu, pale ninapokuwa nimekosea, huwa nakuwa real na kuwa authentic. Ninaomba kwanza, nitakwenda na kukiri kosa langu na kisha kuomba msamaha ili niweze kusamehewa pale nilipopakosea. Nitawajibika kwa sehemu niliyokosea na kujitahidi kwamba siwezi nikarudia kosa lile lile. I'll work it for my best level kuhakikisha kwamba sirudii makosa. Je, kwa upande wako ikoje? Je, ndani ya mahusiano yenu huwa mnaombana msamaha? Je, mwenzi wako anapokosea yuko tayari kuomba msamaha, au huwa anasubiria kwanza anakuza kesi mpaka inafikia kiasi kwamba meza inapinduka, halafu wewe ndo unaonekana unakosa, halafu wewe ndo unaomba msamaha? Au huwa anasubiria hali ya kwamba mpaka ifikie hatua wewe ndo ushuke chini uombe msamaha ili hali wewe haukufanya kosa? Je, inafikia hapo? Ni wazi kwamba una aina ya mwenzi ambaye anapaswa kujua na kujifunza kwamba kuomba msamaha ni moja ya strength kubwa sana ndani ya mahusiano, ambayo mtu anayefanya hivyo anaonekana ni mtu mwenye power, mtu mwenye uwezo na ana nguvu sana ndani ya moyo wake. Sio kitu rahisi mtu kushuka na kuadmit kuwa amekosea na akaomba msamaha. Always watu wenye strengths hiyo ndo ambayo huwa wanafanya hivyo. Kwa hiyo nataka kusema nini? Nataka kusema kwamba kama hata wewe mwenyewe ulikuwa na itikadi, ulikuwa na philosophy, ulikuwa na falsafa ya kwamba hauwezi ukaomba msamaha kwa sababu msamaha utakushusha viwango vyako, utakushusha utu, utashusha wanaume wako, utashusha hali yako ya kuthaminika, basi
kuanzia leo badilika. Kuwa mtu wa kuomba msamaha pale unapokosea, kwa sababu hii inakujengea imani kubwa, inakuongezea credit, kwa sababu wanasema kwamba always ukifanya makosa unakuwa tayari kuomba msamaha, na hakika utasamehewa kama utaomba msamaha kutoka moyoni. Msamaha ni sehemu muhimu sana na ni kiungo muhimu sana cha afya ya mahusiano yetu. Kwa nini? Kwa sababu sisi wanadamu ni watu. Tumetoka katika familia tofauti. Tumetoka kwenye tamaduni tofauti. Itikadi zetu binafsi hazifanani. Mifumo yetu ya imani haifanani hata kidogo. Pengine tulilelewa miaka 20-30 kwenye familia zilizo tofauti. Tumekutana ukubwani, kila moja ana miaka karibu 20-30 nyuma ya malezi yake. Ndipo mnakuja kukaa pamoja watu ambao umetoka katika familia tofauti kabisa, zenye makuzi, itikadi na mifumo tofauti. Leo mnakuja kuishi pamoja. Kwa usitegemee kwamba mtafanana kwenye perception ya vitu. Jinsi mnavyovichukulia vitu, mnavyowachukulia watu na mnavyozichukulia hali. Usitegemee mtafanana, ni lazima mtatofautiana. Kama mtatofautiana, manake mpo kwenye hatari kubwa ya kukoseana na kuingia kwenye migogoro. Kama mtakuwa kwenye hatari ya kutofautiana na kuingia kwenye migogoro, maana yake kuvunja na kuharibiana hisia zenu pia kunakuwa kuko kwenye hatari. Kwa itatokea wakati mtatofautiana mitazamo kadiri ya tofauti zenu, kwa sababu nyinyi ni watu. Mtaingia kwenye mgogoro. Halafu huo mgogoro, kama hamtajua namna ya kushughulika nao vizuri, utawafikisha pabaya, ambapo kila mmoja atatengeneza ukuta wa kihisia na kumwekea mipaka mwenzake ambaye tunaamini ni mwili mmoja, wanapaswa kuwa kitu kimoja. Hivyo wanaanza kuwekeana mipaka. Kuanza kuwekeana mipaka maana yake imani imeanza kupotea ndani ya mahusiano. Kwa mara baada ya kugundua hiki kitu, unaamua kugundua kwamba nilikosea mahali fulani, nimemkosea hapa, au shida iko pale, nini natakiwa kufanya? Ukaja ukajua kwamba okay, hapa napaswa kuomba msamaha kwenye kosa nililolifanya, na niwajibike kuhakikisha kwamba narudisha hali kwenye mahali pake, na kuhakikisha kwamba kosa hili hautalirudia tena. Kwa hiyo unaenda kuomba msamaha. Hii ni for the sake ya afya ya mahusiano yenu. Kwa hiyo jitahidi sana kuomba msamaha pale unapoona umekosea. Haijalishi kwenye mahusiano yenu mmetofautiana miaka mingapi. Kwa mfano, kuna baadhi ya couples ambazo mwanamke ana miaka 20 na kitu, maybe ana miaka 23, 24 au 25. Halafu mwanaume ana miaka 38, 39, 40 na kitu. Unakuta age difference ndani ya mahusiano ni miaka zaidi ya 10 na kitu, au miaka 7-8 kuendelea. Kwa hiyo yule mwenye miaka 30 na kitu anaona kwamba nikienda kuomba msamaha kwa huyu mwenzi wangu ambaye ana miaka 20 ni kama nimejishusha utu, ni kama nimejishusha viwango, heshima yangu itashuka. Hapana, haiko hivyo. Haijalishi mmetofautiana umri kiasi gani, haijalishi kitu gani kipo kati yenu, lakini kwenda kuomba msamaha wa kweli kwa mwenzi wako ni ishara ya kwamba you are strong enough to ask for the forgiveness. Na huyu ndio mwanaume halisi anayefanya hivi. Wale ambao wanaogopa kuomba msamaha kwa kuona wanashushwa viwango au heshima yao itapotea, au mimi naweza nikasema moja kwa moja, bado hawajawa wanaume halisi. Kwa mwanaume halisi anaomba msamaha. Mimi naitwa Mwalimu Emmanuel Sai, ni mwalimu wa mahusiano. Karibu wakati mwingine. Kama umejifunza kitu kwenye video hii, like, comment na kisha ushare na watu wengine ili waweze kujifunza kile ambacho wewe leo umejifunza. Bye bye, mpaka wakati mwingine.